unakuwa unaelewa kwamba kwa hiyo kama ingekuwa ni ngazi ya kwanza, kama ingekuwa ngazi ya kwanza ya hiyo shikeli, mfano labda imezaliwa na moja na mbili jumlisha ingekuwa labda ni moja jumlisha mbili, tunapata moja, labda ndo ngazi ya kwanza kama hapo juu kwenye hii mbili hapa. Sawa? Sasa labda tuanzie hapa. Kama ingekuwa ni moja jumlisha mbili, maana yake hapa ngazi ya kwanza ilikuwa inatujulisha kwamba ni uwepo ndani ya kuto kuwepo. Sawa? Na ngazi ya pili ingekuwa ni mbili jumlisha moja, ingekuwa inatujulisha kwamba ni kuto kuwepo ndani ya uwepo. Na ngazi ya tatu ingekuwa ni mbili jumlisha mbili, ingekuwa ni kuto kuwepo ndani ya kuto kuwepo. Na ngazi ya nne tungemalizia ya moja jumlisha moja, maana tungepata uwepo ndani ya uwepo. Maana yake hapo tungekuwa tumepata shikeli gani? Tungekuwa tumepata shikeli ya nasratun kharija au nusratun kharija, nusura yenye kutoka hiyo. Sawa ndio tungekuwa tumepata shikeli hiyo. Hapa tumepata jitimai. Sasa mimi nimeanzia hapa. Tukawa tumepata shikeli ya nini? Ya nusratun kharija. Kwa hiyo unakuwa unaelewa kumbe pamoja na kwamba hebu labda niwafanyie hivi kitu kimoja. Hebu niwafanyie kitu kimoja hapa ili muweze kunielewa. Ngoja nifute hapa ili muweze kuelewa mantiki ya hili somo kwamba linasema nini hasa. Sawa, linamaanisha nini? Yaani hapa hili somo letu linasema hivi, linamaanisha hivi, mfano. Mfano, sawa Nije moja kwa moja kwenye shikeli. Mfano hapa tuna shikeli hapa. Sawa? Siqatu kharija hii. Halafu hapa tuna shikeli hapa. Tuchukue bana bayadha. Sawa Sasa hapa inatakiwa huyu mbili tumuunganishe na moja, na huyu mbili tumuunganishe na mbili, na huyu moja tumuunganishe na moja, na huyu mbili tumuunganishe na nini? Na mbili. Sawa mashehe? Kwa hiyo hapa tunafanya hivi. Ngoja tuende kitaalamu zaidi. Mambo ya kujumlisha tunatoa. Simisha nielewa. Sawa Tunafanya hivi sasa. Tunataka kupata kwamba msimamo kati ya qabdu kharija na bayadha, kuna msimamo wa shikeli gani? Tunakuja kupata hapa kuna msimamo wa shikeli hii hapa. Hii moja hapa na hii mbili. Tunapata ni nini? Ni moja. Si ndio? Hii mbili na hii mbili tunapata ni nini? Tulisema tunapata mbili. Na hii moja na hii moja tunapata ni nini? Tunapata ni mbili. Na hii mbili na hii mbili tunapata nini? Tunapata mbili. Sijui mnanielewa? Sasa tumejumlisha hizi shikeli mbili kwa kupitia somo la hizi nukta zinazounda hizo shikeli mbili. Tumepata shikeli ya nini? Ya hayani. Sasa kutokana na swali tuliloulizwa hatutaki kutumia tafsiri ya jumla ya umbo zima la ahyani. Tunataka kutumia hii mistari minne iliyoko humu ndani. Sio? Kwa tunataka sasa kutafsiri sasa. Tunatafsiri. Kwani hii nukta moja hapa imezaliwa na kitu gani? Hii nukta moja ya ahyani hapa patikanaje? Imepatikana kwa moja jumlisha ngapi? Jumlisha mbili. Kwa maana kwamba hii nukta imepatikana na uwepo ndani ya kuto kuwepo. Kwa hiyo huu moto hapa maana yake unawaka barabara. Hizi ni maana tuna tafsiri ninazozileta mimi. Sawa Mimi ninakufundisha uweze kuelewa hivi vitu. Sawa Kwa huu moto hapa unawaka barabara, au huyu mgonjwa hapa, huu ugonjwa huu ni mwepesi. Sawa, tukija kwa tafsiri ya ugonjwa kwamba huu ugonjwa hapa, huu ugonjwa ni mwepesi, lakini baadaye utazidi. Sisi tumeona vizuri Ama hii ndoa hapa ni nzuri, inaonekana itakuwa na nini?
itakuwa na mapenzi, itakuwa na mubashasha na, lakini mwishoni itaenda kuharibika. Huyu jamaa hapa bwana, hapa kazini hapa, kazi hapa atapata, lakini hatachukua muda atafukuzwa. Sijui tunaelewana? Si ndio maana ya kutokuwepo? Si ndio maana ya kukosa? Uwepo si ndio kupata? Si ndio kitu kama hicho? Sisi tumeshasoma huko nyuma mashehe. Kwa hiyo nafikiri ninakuwa nazungumza ninakuwa mnanielewa. Ni katika yale maneno mimi ninaunganisha. Ndio maana katika vitabu vingine wanasema hii ni elimu ya falsafa. Yaani anakupa neno kupata. Akishakupa neno kupata, kwa hiyo wewe ndio utaenda kutengeneza maana. Na ndio hizi maana ninazozitengeneza mimi. Sijui mnaelewa vizuri Naacha huko. Kwa hiyo tunakuja hii ngazi ya pili. Hizi nukta mbili hapa za hayani zimetokana na nukta zinazosema nini? Zimetokana na nukta mbili na mbili. Kwa maana zimetokana na nukta za nini? Za kutokuwepo. Kwa hiyo hizi nukta mbili hapa zina maana ya kutokuwepo ndani ya kutokuwepo. Nafikiri nimeelezea hapo nyuma. Sawa Naangalia. Na hii hatua ya tatu, hizi nukta zimetokana na nini? Zimetokana nukta moja hapa na hapa nukta moja. Zinajulisha nini hizi nukta? Hizi nukta zinajulisha uwepo. Kwa hiyo ni uwepo ndani ya uwepo. Kwa kama ni kupata ndani ya kupata. Kwa hiyo ngazi ya tatu hapa ya hayani imejulishwa na inajulisha nini? Inajulisha uwepo ndani ya uwepo. Maana yake kupata kwa moja. Kama ni kupona kwa moja. Kama ni jambo kudumu litadumu milele. Sisi tumeona vizuri. Na hii hatua ya 4 ya hii shikili ya hayani hizi nukta mbili za hayani za mwisho zimetokana na nini? Zimetokana na nukta mbili na nukta mbili. Kutokuwepo. Kwa hizi nukta za mbili za mwisho zinaonyesha kukosa ndani ya kukosa. Yaani kukosa moja kwa moja. Kama ni kitu kupotea, kimepotea moja kwa moja, hakitapatikana. Sisi tunaona vizuri Hili ndio lilikuwa somo letu tunalolisoma. Sasa unaiona hii tafsiri iliyoko hapa. Hasa na kurudisha kwenye hili umbo la hayani hili. Lakini tukirudi kwenye umbo la hayani lenyewe katika asili yake, kwa kupitia kanuni hii ya hizi nukta zinazounda hii shikeli, tulipata kwamba hii nukta ya kwanza ni uwepo kwa maana ya kupata, na hii nukta ya pili ni kukosa, si kutokuwepo. Lakini unaona huyu hayani aliyeenda kupatikana hapa. Huyu hayani aliyepatikana hapa, hizi nukta mbili humu na hii moja zimeenda kutupa tafsiri nyingine kabisa, tofauti na ile nukta na tafsiri nini? Ya asili. Mashehe, sijui mnanielewa ninachokizungumza. Lakini bado hii shikeli ya hayani hapa ina tafsiri yake ya jumla. Mimi nadhani mpaka hapo mtakuwa mmenielewa. Na nimejitahidi kadiri Mwenyezi Mungu alivyonijalia kuelewesheni. Sasa hapo chini kwenye ukurasa wa 10 kwenye nukta hii anaendelea anasema hivi. Maana yake ni kwamba, yani maana hapo nyuma nilipofuta tuliposoma, sawa yani ya 1 jumlisha 1, 1 jumlisha 2, 2 jumlisha 1, 2 jumlisha 2. Sawa hilo somo tumesoma, nimefuta hapo nyuma. Sasa ndio nasema hivi hapo chini. Maana yake ni kwamba kitu hakihukumiwi kwa sura ya nje tu, bali kwa nafasi yake ndani ya mpangilio mwingine. Sio maana vizuri? Yaani si hapa tumeshazalisha hapa tumeshazalisha shikeli hii. Tumepata shikeli hii hapa. Tumepata shikeli ya hayani. Ndio anatuambia hivi, maana yake hapa kwenye hii shikeli ya hayani. Hii shikeli ya hayani, sawa haiwezi kuhukumiwa kwa sura yake ya nje tu peke yake kwamba hayani ni sadi. Somo linatukatalia kwamba kitu hakiwezi kuhukumiwa kwa sura yake ya nje tu, bali kwa nafasi yake ndani ya mpangilio mwingine. Kwa nafasi yake ndani ya mpangilio mwingine. Upi huo?
kwa maana kwamba hii nafasi yake ya mpangilio mwingine, hii nukta hapa ya kwanza ilitokana na kitu gani huko? Ilitokana na 1 - 2, uwepo ndani ya kuto kuwepo. Hizi nukta mbili zimetokana na nini? Na kuto kuwepo ndani ya kuto kuwepo. Nukta mbili zingine zimetokana na nini? Na uwepo ndani ya uwepo. Nukta zingine mbili zimetokana na nini? Na kuto kuwepo ndani ya kuto kuwepo. Ndio maana nasema hivi, maana yake ni kwamba kitu hakihukumiwi kwa sura ya nje tu, la hasha, bali kinahukumiwa kwa nafasi yake ndani ya mpangilio mwingine. Ndio maana somo letu hili. Kwa hiyo nafikiri tumeishia ukurasa namba 10. Nimechoka, nimesema sana, ama nimeongea sana, ama nimezungumza sana. Kwa hiyo tumeishia hapo kwenye kipengele ambacho kinachosema tambua ya kwamba ulimwengu umejengwa juu ya mizani ya uwepo na kuto kuwepo. Kila kitu kina mchanganyiko wa kuonekana na kufichikana, kwa maana ya 1 na 2. Kwa hiyo hapo ndipo tunapoishia mashairi zangu, na mimi nikapumzike na niwape nafasi ya kufuatilia. Najua kwa vyovyote itakuwa somo limekuwa ni refu sana, lakini ndio mambo yenyewe na ndio somo lenyewe linataka hivi. Hakuna njia nyingine kwa mimi, lakini uelewa wangu, sina njia nyingine kwamba naweza nikalifikisha somo hili tofauti ya njia hii, na njia hii ndio njia ambayo ninadhani mnakurubia kwenye kuelewa zaidi kwamba nini kinachokusudiwa, kuliko ni kama tungetumia voice. Tungetumia voice, maswali yanakuwa mengi. Kwanza mimi sijui hata kama ningeongeaje, hata sijui. Lakini inshallah na imani mtakuwa mmenielewa, na ninakuombeeni kwa Mwenyezi Mungu akufungulieni milango ya ufahamu, muweze kufahamu hii elimu, lakini kubwa katika yote muweze kufahamu kile ninachokufikishieni. Yaani aina yangu ya ufikishaji Mwenyezi Mungu aitilie sahali muweze kuelewa. Kwa sababu mashehe, kusomesha kazi, kuongea kazi. Usifanye mchezo na kuongea kuongea kazi, lakini unaongea nini? Lakini hicho ndio choongea umeeleweka? Kwa hiyo hichi nacho pia ni swala la kumwomba Mungu ajalie kauli yangu iwe kauli thabiti na kauli mafuhuma alaikum, iwe ni kauli yenye kufahamika juu yenu, muweze kunielewa. Mungu atie sahali kwa kweli. Aina yangu ya ufikishaji mnielewe, ili na mimi niwe nimeingia katika lile kusudio langu kwamba kile nilichokifikisha watu wananielewa. Na kama mnakuwa hamnielewi mashekhe, ulizeni maswali. Kwa wale ambao wanakaa kimya katika chuo chetu ama katika grupu letu lile, wanajikongea tanuri la moto wao wenyewe. Wanajikongea tanuri la moto wao wenyewe. Labda waseme kwamba si elimu hiyo, si hatusomi bwana. Yaani kama wale wanafunzi wa sekondari si wanachagua combination aina ya masomo wanayotaka. Sawa. Lakini kama sivyo, maana yake ni kwamba unajikongea tanuri la moto wewe mwenyewe, na usinilaumu baadaye. Usinilaumu baadaye mashehe. Kwa hiyo ni hivyo, somo ni hilo, tulifuatilie na tulipe muda, tukae chini. Usitegemee kwamba eti vitakaa kwenye simu alafu eti vitakuja viingie kichwani vyenyewe. Wewe sio nabii, haiwezekani. Ni lazima ukae usikilize mara 1, mara 2, mara 3, mara 4, hata mara 10. Kila video unaisikiliza na uelewe nimesema nini. Kama unapala hujaelewa, leta swali, uliza ili ueleweshwe, ili ule muda wako nao utumia usiwi ni muda ambao ni wenye kupotea bure bure, ili uweze kuwa ni muda umepotea kwa faida, umebaki na faida. Kwa hiyo inshallah nisiwi na mengi. Wa ila huna wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqai.